Timamu afande, mbele yako ni mrakibu msaidizi wa Jeshi la Polisi Emmanuel Nyagawa. Askari walioshiriki mazoezi wamerudi salama na wapo timamu kama maelekezo yako afande. Karibu. Asante. Sasa kuna jambo moja nataka niwaeleze muhimu. Tarehe 29 mwezi huu wa 10, yaani Jumatano wiki ijayo, si ndio? Ndio afande. Kuna nini hapa nchini? Uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Mafiga matatu hayo, si ndio hivyo? Ndio afande. Pamoja na utimamu wetu wa kawaida wa kiaskari, lakini pia kuelekea hilo zoezi kubwa muhimu, lazima tujipange. Tunasikia mambo mengi, maneno mengi kwenye mitandao na sehemu mbalimbali, si ndio hivyo? Kwamba kutakuwa na viashiria vya vurugu, vunjifu wa amani. Niwaeleze hilo kwa Ngara halipo. Kwa Ngara halipo kabisa. Halipo. Narudia tena, halipo. Mimi Kanali Mathias Julius Kahabi, mkuu wa wilaya, mwenyekiti wa kamati ya usalama ya wilaya, na ninyi wenyewe vyombo vyote vya usalama tumejipanga vema kuhakikisha hivyo viashiria, maneno vya hapa na pale havipo, havitokei, never. Hapa kwa Ngara havipo. Tunaelewana? Wazi. Ni ninyi sasa, ni ninyi kuhakikisha hii message tunafikisha kwa familia zetu. 29 wajitokeze wakapige kura. Naongea mwenyekiti wa kamati ya usalama kwa kujiamini kabisa. Hatuna shaka na hilo. Wazi. Familia zetu wenye sifa za kwenda kupiga kura wafanye hivyo. Tumejipanga vema. Jeshi la polisi liko vema. Ulinzi na usalama wa raia na mali zao. Sasa hivi siku chache kabla ya zoezi lenyewe la kupiga kura, siku yenyewe na baada ya uchaguzi mkuu, tuko vizuri, tuko vema kabisa. Naongea kwa kujiamini. Kama ni mtu wa kujiamini kama mimi, sio masiara kupewa wilaya ya mpakani, tunapakana na Rwanda na Burundi, nikaambiwa Kahabi Kanali kaa hapo. Leo mwaka wa 4 na miezi kadhaa, sio mchezo. Wazi. Tuko vizuri, lakini nawashukuru na wapongeza pia. Mnanipa support kubwa ya kutosha. Mipaka yetu iko salama. Chini ya Det Commander upo? Sogea na wewe bwana. Mkuu wa viteule ana viteule vingi tu vya kutosha. Mipaka yetu iko salama na majirani zetu Rwanda na Burundi. Mahusiano yetu na jirani zetu yako vizuri. Tunatembeleana, wengine mnaenda mnavuka mipaka mnaenda kuoa kule. Na mahusiano yenyewe hayo, uongo kweli jamani? Na mahusiano yenyewe hayo. Tunafanya biashara, nenda Rusumo pale Jumanne unakuta jirani zetu kutoka Rwanda wanakuja Rusumo, wanafanya biashara, wanamaliza wanarudi Kirehe, hivyo hivyo. Na sisi tunaenda kule. Ndio mahusiano na ujirani mwema. Mambo ya kwetu ya ndani tunayadhibiti vizuri mno pia chini ya hosidi wetu. Kwa hiyo mwaeleze wananchi wetu, hakuna mashaka, wajitokeze wakapige kura tarehe 29. Hizo habari za mitandao someni tu, na somo na funguo na ziacha hapo. Kwa Ngara hakuna hilo, haliwezi likatokea. Tumejipanga, tuko imara, na wananchi wetu tunawaeleza hilo kwa kujiamini. Jukumu la ulinzi na usalama wa nchi hii ni la nani? Sisi wenyewe, na hasa Watanzania wazalendo. Wazalendo ni akina nani? Sisi wenyewe. Ni sisi wenyewe. Wazi. Ni sisi wenyewe, sisi ni wazalendo. Lakini ndani ya sisi Watanzania wazalendo, walinzi wa nchi hii, sisi tukakabidhiwa dhamana hii kubwa zaidi. Go!
Habari ya asubuhi tena. Awi. Jamani, nianze kwa kuwashukuru na kuwapongeza sana. Sana kwa mara nyingine tena. Zoezi letu limeenda vizuri. Vizuri sana. Hongereni sana, makofi. Leo tumepiga kilomita 7. Kilomita ngapi? 7. Unaona? Ndugu yangu amesweti, ndo askari wenyewe, safi sana. Morali ndio, morali lazima asweti kama hivi. Hongereni sana. Tulifuata maelekezo vizuri sana. Hiyo ndo discipline ya sisi askari. Maafisa na askari ndo nidhamu yetu hivyo. Tunafunzwa hivyo. Nidhamu, utii, uaminifu, uadilifu katika kazi yetu ni vitu vinne muhimu sana. Tumezingatia, tumeenda vizuri kwa morali, nyimbo za morali za askari hizo. Ndugu Idi Amin mwaka 78 alivyoivamia Tanzania hapa tu mkoa wetu wa Kagera, Kiaka kule. Askari wetu walivyopewa hili jukumu la kumuondoa Ndugu Idi Amin, walipigana kwa morali mkubwa mno kama hivi. Sana. Idi Amin akuthubutu tena. Alikuwa anapigwa kila siku kusogezwa ndani ya nchi yake. Kimoja huyo Kampala ikachukuliwa, akawa amelala mbele. Alitoroka mwenyewe. Kwa nguvu kubwa, morali mkubwa wa wanajeshi wa Tanzania. Ndio tulivyo. Sifa yetu kubwa, tuko hivyo. Tunapigana kwa morali, lakini tunajiamini kwa kazi yetu. Undugu wetu, uzalendo wetu, ndio vitu muhimu vilivyomkimbiza Idi Amin kutoka nchini mwake akakimbia, sio alienda Saudi Arabia. Historia inasema hivyo, si ndio? Tuko hivyo, ni wazalendo wa Tanzania, ni wazalendo. Kwa hiyo niwashukuru sana askari wetu wa jeshi la akiba ngambo, mko vizuri mno, hongereni sana. Training mnayoipata nafikiri mtaamini sasa hamna tofauti na training ya majeshi mengine. Jeshi la wananchi, polisi, magereza, uhamiaji, mpaka TAKUKURU. Sio hivyo? Training yote ni standard, tofauti kidogo kulingana na kila jeshi, lakini mafunzo yetu kwa ujumla ni yale yale. Ndio maana tunapokutana hapa hauoni tofauti. Mnaona tofauti kweli? Tena jeshi la akiba naona kama wana stamina kubwa sana, si hivyo? Wana morali sana, wanaimba mno, na endurance pia ni kubwa mno. Kwa hiyo nilisema wiki 2 zilizopita, mnielewe tena. Mnielewe. Wazi. Mafunzo haya ni muhimu sana kwetu sisi askari, maafisa na askari. Utimamu kimwili, kiakili, muda wote tunatakiwa tuwe hivi. Askari ni mazoezi. Sisi sio watu wa kuzunguka tu mitaani. Hapana, ni mazoezi. Mnaona tumemaliza ruti yetu, mazoezi ya viungo safi. Nimefurahi sana. Mko vizuri mno. Yaani hata wale wa umri wangu mnaonekana kama vijana tu. MD wangu. Uko vizuri sana. Hongera sana. Miaka mingapi? Miaka 64. 64 ngapi? 64. Rudia usikie. 64 yuko kwenye mazoezi. Hongera sana. Pasha. Sio hivyo? Kwa hiyo ndugu zangu, tuendelee na haya mazoezi kila Ijumaa, na tutaendelea nayo. Nilisema tutayaboresha angalau mara 2 kwa